So teme yetu ilikuwa nasema kwa kuweza kutupatia nguvu sisi wa mama. Tutasoma ndani ya Mwanzo sura 2 mstari wa 18. Mwanzo sura 2 mstari wa 18 inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi anayefaa kwake. Tutasote tunakamata 21 nasema, na Bwana Mungu alileta usingizi mzito kuangukia mtu, akalala, akatoa mmoja wa mfupa ya mbavu yake, akafunga nyama kwa pahali penyewe, na mfupa wa mbavu wa Bwana Mungu uliondosha kwa mtu, akafanya mwanamke, akampeleka karibu na mtu. 22 nasema, Adamu akasema, huyu sasa mfupa wa mfupa wangu na nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke, kwa maana ameondoshwa katika mume. 24 nasema, kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake, na atafungana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Amen wa mama. Nilipenda somo yetu iweze kuanzia pale kusudi kila mtu aweze kujiretrouver kwenye alitokeaka. Inawezekana katikati yetu kunaweza kuwa mtu mwenye hayo kwenye alitokeaka. Na sasa tulikuwa vijana wakati tulikuwa nasikia mbavu yangu, nyama yangu ilikuwa nakolea. Sio kama leo gani ulisikia raha ulisikia raha. Tunasikia hapa wanasema mwanaume wakati alimtengeneza alikuwa haiko komple. Mungu alimwambia utaishi na nani? Chagua mtu mwenye unaweza ishi naye. Alimkosa. Wakati alimkosa, Mungu yeye peke akaweza kumtengeneza mwanamke. Mwanamke yeye hakutengenezwa na potopoto. Mwanamke alitengenezwa na mfupa. Amen wa mama. Sisi tuko nguvu shutu kutengenezwa na mfupa. Mfupa inaweza katika mbele. Ukakutana mfupa ya nini ya mgulu wa ng'ombe kwa kuapukia. Wakakuwa vitu bure na yeye hawezi kukaribia tena Mungu. Sababu gani? Walisikiliza sauti ya shetani. Kuna masauti ambazo tunaweza kusikiliza wa mama. Unaweza kuwa na warafiki wabaya wanakuelezea maneno yenyewe yesiweza kukuletea maendeleo mazuri, lakini hauitwe kusikiliza. Sababu ukisikiliza utakuwa umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Amen wa mama. Kuna wakati mmoja unaweza fanya marafiki yako anamwambia aseme, tunaona bwana wako anakibwa pesa. Ukakuwa nafuna manguo, unakutana ndani franga, uko naziweka juma raia ile kwa riziki yako. Lakini pale utakuwa umefanya makosa, sababu inyai yako haiko riziki yako. Amen wa mama. Hivi Adamu na Eva wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, wakashindwa tena kukoopere na Mungu. Na Mungu akawafukuza ndani ya shamba la Edeni. Na ile ndio upotevu wa mwanadamu. Na kila mtu alipotea njia yake. Wale walikula tunda, wakati walikula tunda wakafukuzwa ndani ya shamba. Na sisi wakati tunazaliwa na tuko na ile dhambi ya Adamu, na njoo yenyewe napeleka kila mtu mahali yake. Utakutana wengine iko na kiburi. Mwingine iko mtukanaji. Mwingine iko mwizi. Mwingine iko mlozi. Mwingine kisi makosa inapalana pale, utakutana kila mtu na alishapotelea kwa ile njia. Hivi wakati mtu alipotea, Mungu hakuweza kumwachilia. Wakati Mungu hakuweza kumwachilia, akatuma Yesu Kristo
akiyekufa kwa ajili yetu, na akasema ili kila mtu akimwamini asipotee. Tunapoamini hatutapotea. Hivi tutasoma ndani ya kitabu ya Ebrania 11 mstari wa kwanza. Ebrania 11 mstari wa kwanza nasema hivi: basi imani inakuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa, kusadiki sana maneno yasiyoonekana. Maana kwa hii wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyoonekana. Hapa Biblia inatuambia juu ya imani, inasema imani inakuja kwa kusikia. Na kusikia wanatuambia kwanza gisi Adamu walifanya dhambi na wakatuingiza ndani ya dhambi. Tunaamini pasipo kuona. Amen wa mama. Basi tulikuwa pale, hatukuwa pale, lakini walitufundisha, wanasema Adamu alituingiza ndani ya dhambi. Na wakati wanatufundisha wanasema na wazee walishuhudiwa. Wale wazee nao waliamini sawa si. Nao wakaweza kutembea ndani ya kweli ya Mungu. Na ndio tunasema sasa na sie ndio tunaamini. Tukishaamini ndio tutakuwa mama wenye nguvu. Kama uamini hautakuwa mama wenye nguvu. Amen wa mama. Jirani atakia kuchokoza. Bana mbona anja tumboka. Unaanja tumboka kisha unasema wa imani ndio wa wapi hapa? Hivi na somo yetu ya leo asubuhi ilisema kutii Mungu. Wakati tunaalikwa kutii Mungu, tutatii Mungu kama tuliamini. Mwenye aamini hawezi kutii Mungu. Tuliona pale Sauli alikuwa mtumishi wa Mungu, Mungu yeye pekee alimchagua, lakini hakuwa ubesa. Wakati alishindwa kwa ile na Mungu akamkataa. Akasema, "Bado ufalme wako umejilibite, hautaendelea milele." Amen wa mama. Vile maana yake tuamini Mungu katika roho na kweli, na wakatembea ndani ya imani. Sababu imani inatuambia sema kusadiki sana na kuamini inayoonekana. Wakakwambia kama leo unasema mimi ndakuwa mtoto wa Mungu ndakuwa tena mtoto nirudie ndani ya tumbo la mamangu, bali na hautaamini. Lakini kuamini unaamini pasipo kuona. Unasema hizi wanasema Yesu ashakamaliza problemu yangu, acha niamini. Wakati unaamini vile na Mungu anaingia ndani ya maisha yako, anaanza kukutawala. Hivi kuna wamama ambao waliweza kuamini Mungu, wenyewe walitutangulia ndani ya imani. Wenyewe walitangulia ndani ya imani. Kuna mama Rahabu Kahaba aliamini wakati alipoona wapelelezi wanafika ndani ya mji wa Yeriko. Aliweza sema wanaenda ficha kwake, na akaweza kuwaficha. Hakuweza kuwa na mashaka. Alisema hawa ni watu ya Mungu wa kweli, acha ni wao. Hakukatala, hakusema kamba bure itaacha mimi napona. Kahaba aliweza kuwa mama mwenyewe aliponesha jamaa yake juu ya nini? Juu ya imani. Wakati hiyo walimwambia akaweza kutii. Kuna mwingine mama ambaye alikuwa na imani, ni mama Abigaili. Mama Abigaili wakati wanamletea ujumbe wanasema David kunakuya anatafuta pia kutuangamiza. Hivi wakati walipoambia David akasema ninaenda muua na jamaa yangu yote. Watu wa kazi wa Abigaili walienda wakamuelezea, wakasema mama wanakia tuua hapa sasa hivi. Mama hakureve. Haleluya mama. Tusiwe wenye kurevewa mama. Tusiwe wenye kureve. Tuko jeshi kubwa ambalo linaweza kusove nyumba yako, na sove societe, na sove wajirani, na sove
fasi yote kwenye unaweza fika, unaweza kuwa sovere wa watu. Hivi Abigaili alisovere nyumba yake na watu wake wote wa kazi. Wakati nye Abigaili alijikaza sana, akafanya chakula, akaenda kukutana na Davidi na akaomba pardon kwa ajili ya mume wake. Na Davidi akasema, mimi sijaona mwanamke sawa na wewe, mwenyewe aliweza kujinyenyekeza hivi. Abigaili naye alitangulia muimani. Tunakuwa na mwingine mwenyewe alitangulia muimani, ni Ana. Mama Ana alitangulia muimani wakati alipokuwa ndani ya shida. Wakati alipokuwa ndani ya shida, hakuangalia shida, lakini aliangalia Mungu mwenyewe anaweza kumsaidia ndani ya shida. Amen wa mama. Mara ngapi tunapokuwa na shida tunaangalia Mungu, tunaangalia wandugu, tunaangalia wanani? Lakini hapa Ana anatufutia, anasema tukakuwa ndani ya shida tuambie Mungu. Kila mtu ana shida yake na kila mtu ana mahitaji yake. Ya muhimu ni kukuwa na imani na kuambia Mungu. Ana alifika mbele ya Mungu akaomba Mungu. Ana alikuwa na problem kumchekelea, lakini aliangalia Mungu. Na Ana alienda kanisa yao, akaenda ambia Mungu. Mpaka na pastor anasema, kwa mwanamke utalewa mpaka saa hii. Akasema silewe, niko na huzuni ya kukosa mtoto. Na pastor wake akambariki akasema, enda upate mtoto. Na alipata mtoto. Amen wa mama. Tunapokutana magumu tufanyizia wakati tunapomuomba. Amen. Si kila mtu wapo kuna temanyaje yake. Kwenye uliokokea, binyo umepata badala ya kuokoka. Na wenyewe wakuokoka nao Mungu anaendana wafanyizia neema. Grace ya Mungu inatoa kufanyaka, unakutana Mungu naisha kujibia na hauokoke. Lakini ya muhimu ungeliokoka, ungeliweza tembea na Mungu mzuri. Hivi Ana hakujionea. Ana alikuwa kishama. Tusikuwa wenye kureve wakati nyo umeambia Mungu, unasema Mungu mara hiyo nikazala mtoto, ndakutolea nakupatia hivi. Upia Mungu ukanishibia kui. Hapa mkanisa yetu ya wamama tukasema Samuel wakati alitumikia Mungu hakukosea Mungu na hakukosea watu. Samuel anasema kama niliwakosea mueleze mbele ya Mungu, mueleze kama niliwakosea. Na mwenyewe nilikula kitu yake moyo bure aeleze. Hivi wote wakashindwa kueleza. Samuel akatoka ndani mtu wa Mungu wa kweli. Ili Mungu anatuita tuweze kuwa watu wake wa kweli. Tuvae roho ya saa ya Samuel, sababu mama yake aliweza kumprepare kuweza kumpatia Mungu. Na pale tunaweza pata mafundisho juu yetu sio mama, tuprepare watoto, tuwapatie Mungu. Watoto wiko difficile wa mama. Watoto wiko makali sana. Watoto sasa imenaluma. Inaluma kidogo inaacha. Amen wa mama. Ainamake mara moja italuma inaacha. Inaluma inaacha. Haiko vile wa mama. Lakini mnaasa nyinyi mbele ya mwaka. Isa wamekuwa wakubwa. Jobi mbele ya luma. Wajua gani wadogo wanaweza shina ukombrani. Mimi na mama Soki tunaweza kombrani fasilema. Na wengine wao wamekuwa na watoto wao wamefika kwa adolescence. Hivi watoto biko makali sana. Wamama wamama. Kwa kanisa. Ukiwa kanisa tuwafundishe jinsi ya kuweza kuchunga watoto. Na mkachunga watoto na wakati wa kidogo itakuwa mzuri sana. Wamama, unajua wakati wewe uko na mtoto wako ameanza kwa na batreza 14. So unasikia amebeba mimba, unasikia namna gani? Mueleze wa mama. So unasikia msika wako amebeba mimba na Teresa. Unasikia namna gani? Si uchungu wa mama. Sasa ile uchungu inashindia kuzaa. Sasa mtoto unamwambia ikala hasikii. Unamwambia hivi hasikii. Unamwambia hivi hasikii. Sina shida kuzaa. Juu kuzaa hiyo inalumaka inaacha. Inaluma inaacha. Lakini ukienda ikala na mtoto mwenyewe aiwe Mungu. Anarudishana na mtu. Nishaona na baba analia juu ya mtoto.
baba analia juu ya mtoto. Alishalia mtoto, anamwelezea Mungu, anamwelezea makosekasi, anamwelezea, anampatia morale yote, mtoto akabatiki. Baba analia machozi, mama analia machozi, wote wanalia. Amen. Ya Mungu kusudi tuweze kusaidia watoto wetu wenye wangali wa kidogo, sababu wale watoto ndio kanisa ya kesho. Amen. Wa mama, kama unabakia kula, hamtaweza wale watoto. Wale watoto wiko magari, wiko na akili ya mingi kutushindia. Wiko na akili. Mtoto mwenyewe anataka sema pale mama alishaenda kusoko, atarudia ma 15 hivi, itakuwa 14 na nimefika. Utamkutana pale Lazania alikuwa pale na hakukuwa pale. Hakukuwa pale. Kama upate kuambia sema huyu mtoto wako nilimwona kule, hautajua. Amen. Wa mama, hivi watoto wanahitaji mafundisho. Na mafundisho yenyewe wanahitaji ndio wa mama nao wanafundishiwa. Amen. Wa mama, mama ana alikimbilia kanisa. Si wewe wa mama unakimbilia wapi? Wa mama mama wenyewe wafika kanisa, wa mama unakimbilia wapi? Ubia hameingia maprobleme. Amen. Maprobleme ziko za mingi. Watoto wanaweza kuwa problem. Na jamaa na wademai. Amen. Wa mama, wa mama Mungu wewe yuko difficile. Utawajerea kama msikie maneno ya Mungu. Unaweza kueleza wa mama. Mtu anatembea na muda gani? Maina anakuambia hapa ni kwa kakaangu. Kwa mfano huko unaikala naye, anakuambia hapa ni kwa kakaangu. Na wewe unasema hapa ni kwangu. Ile haiko vita. Haiko vita wa mama. Sasa ile vita tutamaliza na muda gani? Ni wakati nyinyi tunaikala ndani ya maneno ya Mungu, tunafundishiwa na maneno ya Mungu ndio inaweza kusaidia sie wazazi, sie wazazi. Jule saa ateko ni maili anaanza kuresponsibility yake. Tunasema wa mama, Bwana anaweza kufanyia kila kitu. Wakati ndio na mwanangu, ndio na mwambie useme na kushukuru juu ulinichagua mwanamke wote. Mama anasema wewe unashukuru kitu kidogo, njoo anashukuru kaka kibisi uliokoka wakati unaamini Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Kuokoka inatusaidia vitu vya vingi. Inafundisha vibambani tutangulia vile ni mwingine ni Ruta. Ruta naye alitangulia ndani ya imani. Unamjua? Unamjua? Wengine wanaweza kumjua na wengine hawamjui. Ruta yeye alikuwa mataifa. Israeli, Bethlehem kulikuwa vita ya njaa. Njaa iliingia ndani ya Bethlehem. Hivi familia moja ikatoka ikaenda Moabu. Na kule Moabu Mungu aliwasha sema msipatanane na watu wa Moabu. Hivi baba na mama na watoto wawili wa garso walifika ndani ya mji wa Moabu. Wakaoa wabibi wa Moabu. Wakakufia kule Moabu, Mungu akawaua, akaona baba yao, mama akabakia yeye peke. Mama wakati alipobakia yeye peke, mama akasema hapana, mimi narudia kwetu. Nabakia hapa yeye. Wengine mwenyewe alinileta kwanza alishakufa. Na watoto nao wamekufa. Sina tena maana kubakia hapo. Nirudie kwetu. Kitu yenyewe napata kule mama mwenyewe alichunga Ruta. Ni wakati alikuwa alishuhudia Ruta maneno ya Mungu. Na Ruta akamata ile maneno ya Mungu. Mama, kama tunakamata maneno ya Mungu usirie, tutakuwa tumepona. Hapana ya mablagi, hapana ya mjia, hapana ya kurugaruka. Ya kweli unakamata ule Yesu atawale maisha yako, utakuwa umepona kwa maneno mengi. Ruta wakati nye mama Mungu anasema anarudia, Ruta anasema mimi sitabakia. Mimi sitabakia. Ruta haiko mtoto wanaona. Ruta iko mtoto wa Moabu. Aliko kabila moja. Lakini Mungu amewapatanisha, wamekuwa mmoja. Sababu Ruta alipenda mama mkwe wake kufuatana na maneno yake alikuwa anamuelezea juu ya Mungu wako, mwenyewe Mungu wa hai, Mungu wa kweli, Mungu mwenye anatendaka muujiza. Hivi wakati anaja safari, wanafuatana wabibi wawili, babeli fie wake wawili, Oripa na Ruta, wanaja mfata.
wanafika mkatikati ya njia, anasema wadi, unanifuata wapi? Mbona sina tena wagarso? Yeye mrudie mwende olewa. Amene wa mama anasema mrudie mwende olewa, mrudie majamaa zenu. Lakini Ruta akasema sitaweza kurudia mimi nitakufuata. Nitakufuata kwenye utaenda, nitaenda pale, kwenye utakufa nitakufia pale, watu wako watakuwa watu wao. Ile ndio Asirasi Kisalide alikamata, anasema mimi sitaachana na ile imani wanafundisha, wanasema hiyo sisi tunaweza sema hatutaachana na Mungu. Ndio wakati unakubali Yesu ndani ya maisha yako, unasema sitaachana na Mungu. Nitaacha Mungu niende wapi? Nitaacha Yesu niende wapi? Niye niko na wewe Yesu mpaka maisha yangu yote. Na yule ndio Kristo kwa kweli. Hapana Mkristo wa kuanguka ule wa mandege, unaruka, unasema leo kwa Kristo, kesho kwa hapa si wote tunafanana, na si wote wa Kristo. Tunatoka hapo unakutana tena mtu uko nje, unapiga kudombolo, anakunywa kupombe, anafanya kwa sherati, anafanya ile haiko Mkristo. Mkristo ni kukua ferme Mungu sawa Ruta. Jinsi alikuwa ferme Mungu. Mama Mungu wake. Wakati Ruta mama yake anasema urudie, anasema hapana mimi sitakuacha. Mama yake akasema okay, twende basi. Wakaenda. Ruta alijijua. Mama unaweza kuwa hapa na hamjijua. Mbele sasa tunaolewa, inuka tunahama. Na ukahama mzuri hauko na problemi. Amen wa mama. Mimi nataka kupatia secret ya mzuri ni kuhama wewe wote. Wakati umekubaliwa na Bwana, amekuchagua mwanamke mbele, anakuchagua wewe peke. Hama. Pale umekuwa jamaa yake. Lakini kitu kia huzuni ni wakati unaweza mtu wa Mungu anabakia kunyesha shangazi. Amen. Hapo kwa Swahili mmoja anasema wale wanatoka karibu na suri. Ile suri nilisikia na niko kwetu, nikakosa kama suri ndio kusema nini. Mama anaweza naelezea juu ya suri. Kwenyeiko tayari anaweza sema suri ni kusema nini? Mbona pili jiwe batia mama mmoja aeleze suri. Ndio mama waiwe kama suri kusema nini? Charme. Hauseme bien. C'est bien tu es français là tout asikia. Charme c'est quoi? Charme kwa sababu bahati chance. Bahati. Yesu. Na mwingine ni nani? Na mwingine anaweza kuwa na ingine. Huko na suri. Unaelewa suri? Ndio mambo yangu. Suri mwingine njia. Ndio mtu iko kiana, iko mzuri, iko mrembo. Okay. Mama anasema suri ni mtu mwenye iko mrembo. Na mwingine mwenye na mvuto, na mwingine anasema mwenye na charmante, na mwingine anasema mwenye na sura. Bakule watuambie wale tu wataijua. Mpenda sana. Kama mwenye anakupenda, kama kama kitu amtetemekea anapenda. Ndio ndio masuri. Mpige mkono. Basi tunashukuru. Ile intervention tena unapekia. Sasa ile suri inafika kwa wakati gani? Mpaka mwisho wa maisha yako utafika na 80 uko na suri. Alo mama, utafika miaka 18 na uko na suri. Sura gisi iko vitu ya bure binashaka. Amen. Na wakati uko marie unaweza kuona kutetemekea pale mungali na probleme. Amen wa mama. Uko mama
uko mnyumba wako, kila mtu anakuona aseme uko salama, sina kai, nakupenda, utakuwa mke wangu. Pale kuna probleme. Niliambia kama mwingine, nikasema kama mtu anasema ananipenda na niko mwangu, mimi naona kama ananionea. Amen wa mama. Unataka kushipatia valere te? Bwana itanja mie niko na mwanangu, kisha mtu akisema sasa ananipenda. Ananionea? Ananionea. Mie peke sikushipatia vile valere. Sikushonesha jinsi mie niko bibi ya mtu. Amen wa mama. Wa mama tujifanye kuwa bibi ya Bwana. Nilisema hapa tena nikasema wa mama tuvale robe, tuvale jipe, tulishakuwa wa mama. Amen wa mama. Juu wakati nyetu tunavala majipe, tunavala marobe, tunavala mapantalo, atupendi mkua wazee, basi tutakuwa wazee tu. Tuvale jipe. Lugha yetu wanasema alimuonesha jinsi iko mwaliana wa mwile mgini. Wengine wanaweza fika, unakutana mtu, unafika kubeni familia yako, unajifanya sawa, hauko wa mwile jamaa. Ile njia natuletea kama gumu wa mama. Bana kuzalisha mjamaa, kome wewe uko benefit wa mwile jamaa, lakini wewe haujui jinsi kwa mwile jamaa. Unakutana huko unaonesha vitu vyenyewe havioneshe jinsi uko benefit ya Mungu. Tulisema wakati wanasema mtu iko muone lugha yetu. Unaweza kumbuka tulisema muone ni nani? Mswahili. Ngole. Msebani. Mwenye anaweza kumbuka ni nani? Anaweza tupatie hii definition ya muone. Tulisema ni mwanamke mwema, mwanamke mwema mwenye anatumikia jamaa. Amen wa mama. Ukatafuta kuwa mwanamke mwema, kuwa mwanamke wa kazi. Leo generation ya leo haipendi kazi. Amen wa mama. Sasa wewe mama ukienda patikana mu generation ya leo haipendi kazi, maisha yako itakuwa namna gani? Lakini kama unakuwa mama wa kazi, mama msujaa ndani ya jamaa ya mume wako, mara mbona kwa mwanamke mwema mwenyewe anakubaliana. Ukakutana mtu mmoja anakuchokoza ndani ya ile jamaa, unasikia mara watu wanasema usichokoze mume wetu. Na unaweza kutana jamaa yenyewe iko saa inaregea. Sasa unaingia kwa ile jamaa, wewe mama msijaa mwenyewe na yeye Mungu, unasimamisha jamaa inakuwa na valera. Amen wa mama. Hivi tunahitaji wamama wenyewe wataleta zile jamaa ziweze kuwa na valera. Unaingia ndani ya jamaa, unaolewa ndani ya jamaa inasimama. Wanakutana, jamaa ishasimama, wanasema hii jamaa ilikuwa na kwa inawayawaya tangia fulani alioa fulani, wanakuwa na mwelekeo mzuri. Amen mama. Ile itakuwa baraka kwako wewe mwenyewe, itakuwa baraka kwa jamaa yako vile. Msiwaze jamaa wakati wanasema mkuye kuna maproblemu zinazopatikana huko. Baende kueleza sasa. Ase mwanamke ni mreganga huko. Anabaraka na mama yake. Kwanza hatumikaki. Ni mvivu. Mwangalie nyumba zinafanana. Na bwana anajikula. Bwana mwenyewe anaenda kuoa na anaanza kuongoka komsi. Hauko tena. Hicho anakuletea valere. Yeye anampeleka familia yake. Amen. Tunaona mafamilia zenye hawatujue. Mtu tu anakuja hapa kanisa, anafurahia msika moja, anafurahia sawa msika mwingine kidogo. Anambeba. Familia yake inajua. Leo familia yake haijue. Lakini kukujua ni wewe utaenda jikofirme kwa ile familia, unajifanya kuwa mama wa maana. Amen. Na sasa unakutana, ushakuwa mama wa maana, mara mbona kukutana, furaha inakuwa vile vile. Wakati tunaweza enda wao wanawake wenyewe hawana kazi. Wenyewe kwa mama wasujaa wanaletaka mafadhaiko mjamaa. Unakutana tunaja sana. Unaona ule bibi
Ashakuwa anatoka hapa, anaenda patikana kule, anaenda pale, anafanya kule nini? Ashakuwa kuna na mabwana wengine ili kupatisha jamaa haya na kupatisha vile kanisa hapo haya. Amen mama. Hivi wakati tumeokoka tukue na mwelekeo mzuri, sawa wenyewe walitutangulia muimani. Mimi nitakuja muimani, niko reference yetu. Hapo kana kitu. Bali ndaka na malere. Wanafika kula hapa hata na chakula. Unafika mwatua msichana mwenye hajui hata mgeni. Haikuwa mwile mgeni. Yeye ndio anatafuta chakula. Anatafutia chakula wapi? Mshamba ya batu. Israeli kulikuwa pesi moja ukakata ukavuna chakula usikate yote. Unaachia wa maskini kidogo kidogo. Ili mwanamke anaenda katakata kidogo kidogo ili anakuja. Turu ya pili anakuja tena. Turu ya tatu wanampatia kidogo. Anaelezea Mungu wake, Mungu wake anasema ule ndugu wetu tumike na maisha ya leo haiko maisha ya jana. Maisha ya leo kama hautatumika itakuwa manere. Wakati nyuma chako inakuwa tukisema Bwana ataleta yote, hautajiweza. Tulifundisha hapa na mama tukasema wamama tutumike kazi. Unajua kuomba sadaka kwa mwingine. Unashika kisi ya kuomba. Unaje mwambie papa niko naenda kukanisa. Pale unaomba niko naenda kukanisa papa. Aseme enda kukanisa leo kwa siku ya mama. Unasukuma tena. Papa niko naenda kukanisa. So wende. Basi transport sadaka. Basi unaona makuta wapi? Nani ndio washaambia vile? Baba mwanaweza shida kunyakula kidogo lakini mnajua. Sasa nakwambia kasi unaona makuta wapi? Eske inawa furaha ya mama? Mtransport, mkutoa sadaka, mkusaidia wengine fasilema. Hivi tukua mama mwenye kufanya kazi. Tukua mama mwenye kufanya kazi, mwenye ana kazi. Unaomba Mungu, unasema Mungu nipatie kazi. Sawa gisi mama Ana aliomba Mungu akupatie mtoto, na Mungu akampatia mtoto. Ukaomba Mungu akupatie kazi, na wewe atakupatia kazi gisi alivyopatia mama Ana. Hivi wakati Ruth alipokuwa msujaa kule, wakasema tumesikia habari zako. Tumesikia habari zako kutokea mambo kwako gisi ulimtendea vizuri. Hivi Ana aliweza kuolewa tena na leo anaandika kitabu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo sababu alifanya vitu vya mzuri. Amen wa mama. Ndani ya kufanya vitu vya mzuri njoo kunakuwa baraka. Kama hatutafanya vitu vya mzuri hamtakuwa baraka. Amen wa mama. Na wakati tunashindwa kufanya vitu vya mzuri tunaleta vile maprobleme, tunaleta mafujo. Huko na bwana mnyumba hauyuka unaweza kufanya. Sasa ngomba nguo zake zote zimechafuka. Anagoma nguo, anataka fana nguo. Amen wa mama. Nishaona mwenyewe alirudisha. Usike tu mwana yule waka Belgique. Sasa wakati alirejea Belgique. Sisi tulikuwa tungali wadogo tu. Ilikuwa tu mwana alikuwa anaeleza mkate. Kule mimi wanakuja karibu na saha. Wanasema pour de 8h de 14h à 17h. Sasa anakia mkula kule mzee anakutana bibi kwa televisheni kwa chakula. Kuna nyingine kosa akasema anapiga chakula juu seri kama unaenda kumlevelase haipatia kutoka. Na mimi nishakona kwa nikasema Mungu hatari. Juu utapenda yule alifanya nini, anafanya nini, uko nafuatilia chungu lisharugula kula. Amen wa mama. Na kulungula chakula kalungula ile kwa adui ya chakula ni kulunguza, ni mchanga, ni chumvi mingi. Ile ndio adui ya chakula. Wakati nyingi unafanya kazi yako, fanya kazi yako na akili yote. Jua nisha cha chungu moto isilungula. Ikalungula umefanya uadui. Shusa mwanaume atakia kutana chakula ishalungula. Atatomboka na wewe. Sasa atakutombokea na wote wanaona acha tomboka. Njoo nini? Basi utamtombokea na nisha kupigia chakula. Atakombrada. Atasikia.
Atasikia mama? Hatasikia. Unapiga chakula hauna nosio ya kuweza kusema sasa kufuatana na ile chakula hizi niapata hivi, nitie chumvi hivi. Unaenda kupata chumvi chwa. Sasa nakula chumvi. Mungu ebele boy. Yoli ya baba. Yaani akaba mshura nini na ushatia chumvi ya nini? Kwa hiyo nasema ili nipitilia tu nikatia mingi. Wewe unaona generation leo tuko na ubishi sana. Mtu tena chumvi anaanza kumbuka. Amen. Na njoo kuleta mafundisho. Unatengeneza kama ni loso, unapiga sombe hapa wanatupaka, unakutana sombe kama ukisukula mzuri kuna mchanga. Sasa tena kuna mchanga wanakuambia walikula mchanga, tena unaanza kutopoka. Na sina lembi, na msala wewe, ilisusu zolo barangai, nyie hakuna wema. Hatuna wema. Wewe piga sombe mzuri, usitie mchanga. Mchanga sitie kusombe, na nusu sitie mchanga. Hivi kama unapiga tunafanya kazi tukijua kitu tunatumikia Mungu. Hakuna mwenye atamshukuriaga. Amen wa mama. Mimi nasema mbaya. Wa mama, kama tunakuwa tunatumika kazi na unaweza kuwashukuria. Unaweza kuwashukuria tunatumikia Mungu. Tukatumika tukajua tunatumikia Mungu na hatutakuwa na shida. Na hatutakuwa na mambo. Niko nafuria mwanangu, Mungu njoo atanilipa. Pale tena kwa problem. Na Mungu nikishajifunga, atanapatia $1, anapatia $7, anapatia $1. Eske inafikia ukubwa kwenye unifanye. Lakini Mungu njoo anatulipaka. Hivi tukamate tu courage ya kufanya kazi tukijua jinsi Mungu njoo atatulipaka. Amen wa mama. Hivi tuvale roho ya uzuri. Tukivala roho ya mzuri tunasema roho ya mzuri tutaipata kama tumeokoka, tumeamini Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, ndio tutapata roho ya mzuri. Na verse iko Mezali 31 inasema mwanamke ni mwenye nguvu. Mwanamke ule mfupa, tulisema mfupa iko nguvu kushindia bulongo. Haina vile wa mama. Tulisema mfupa iko nguvu kushindia potopoto. Hivi sie wa mama wenye tuko mifupa, tuko na kazi ya mingi. Sie wa mama tuko sana tu. Unaona bato sina mbana mabaji. Unafika pale kulimbongo ndio taona bien. Unaona kichwa iko pale. Si vile? Kisha unaona watoto wanafuata kusali dola mara kwanza nikareveni yakusa kama ndio kusema hivi. Juko tu si hakuna bato. Sasa unaona kichwa iko huko. Sasa inafuatana lazima nini sasa? Wakanielezea sema ile jenda mbebaka. Sasa huyu ndio anakokotaka. Kichwa ndio anakokotaka ile ibada yote. Na si mama vile ndio tu. Mama anafanyaka kazi. Mama usuja anafanya kazi 5 alafu. Ndio ademontre. Mama msuja analamka asubuhi. Akisha anakamata kifagio, anajafagio. Anakamata, anamuomba. Anakamata, anawakisha moto. Mgeni anakuya, anamkaribisha. Mtoto anasema mimi nanyonya, ananyosha mtoto. Na bwana anasema mimi nataka maji, anampatia maji. Hauna kitu na kazi ya nini? Pale tena mama tunaweza jiregeza. Halo. Tunaweza jiregeza pale. Pale kuna kuregea, pale kunaomba kukuwa na courage. Tukua na courage wa mama, utakutana maisha yetu haitakuwa na problem. Amen. Basi. Verse ya mwisho nasema nataji ya mtu ivana nguvu ile sawa si hapa si tu unaingia mu 3e âge hatu tena sana hivi mu 2e âge. Amen wa mama. Ni automatique hata nivale robe, nivale jipe tu niko naingia mu 3e âge. Si vile siwezi kuwa tena na nguvu sasa mwenyewe una âge ya 40. Tuko different. Amen wa mama. Hivi mjitayarishe jinsi kesho na nyie mtaingia. Vizazi vinakombolana. Amen. Vizazi vinakombolana. Tulikuwa watoto sasa hivi. Mimi nilisoma kwa elimu. Nilisoma kwa ekole Dimashi, nikasoma kwa Jeunesse, nikasoma kwa mama. Leo mimi nakuwa atade. Amen.
ile ni maisha ya kawaida. Hautaikimbia ni maisha ya kawaida, inafatana na mtu. Na mtu mwenye ko normal nyumba napita mwa ile. Na ukafika mwa ile hokrasi ya kabambi. Juko kumejini unamaliza maisha na magari huko chini. Magari chini sana, unakutana mtu na ameenda. Mtu ameenda. Hivi kitu ya kabambi ni kujua jinsi ni maisha wa mama. Hakuna mwenye tutakimbilia. Hata tunavala maperike, tunavala nini. Tuko naenda. Tujiprepare vile vyote. Vile vyote ndio tunakutia makofi ya bure. Unazania utabakia tu kwa mtoto. Inafika level ndani kitanda mpaka 5 menaja gorofa mwetu. 6 nimemaliza. Watu wa mingi ukagorofa na maisha la muka utakuwa na vita. Sasa ile kuna 5 inanisaidia bala muke na nisha gorofa na nyumba ilishakauka. De 6h à 7h, de 7h mimi naanza marche ya kwenda kukazi. 8h nimefika kukazi. Hivi wakati yangu mitanda tunaenda tu na huo ile maneno. Amen mama, utasukula sasa. Unaamka 9h unaanza sukulu. Utaenda kusoko sasa. Utasukula kama uko nyumba wewe peke. Uanze kugoropa, uanze kufagia, uanze kusuka. Si inakuwa mara kwa charge ya kama mtu wewe. Lakini ungelamuka ndio ingekuwa imekusaidia. Basi na Mungu atubariki.